Kwa jina naitwa Mohamed Mwinchande Shabani maarufu kama Kwacha. Nakumbuka ilikuwa zamani mpira cha nyuma. Nakumbuka nilikuwa naitwa majina mengi, Silvers nani majina mengi sana. Lakini Kwacha lilikuja baada ya kukutana kocha na faza yangu Richard. Yani zaidi ya faza yangu. Baada ya kukutana naye faza yangu Richard ndo akanipa hilo jina la Kwacha, ambalo ni mpaka leo tuna nimekuwa Kwacha ndo limekuwa Kwacha tena. Na nakumbuka na mwenyewe pia jina lake sasa mtoto, nakumbuka pia na yeye akawa anaita hivyo Kwacha, kwa hiyo ndo nikaselea Kwacha ndo mpaka leo Kwacha. Katika maisha yangu ya utoto zamani, nakumbuka alikuwa ni marehemu baba yangu. Nakumbuka kipindi kwa kazi kwenye viwanda vidogo. Nakumbuka kitu ambacho kilichokuwa kinanitia hamasa mimi kucheza mpira, nakumbuka alikuwa akisafiri akirudi anatuletea za wachezaji wa Ulaya kama Cristiano Ronaldo, zile David Silva ndogo zile ambazo tulikuwa tunavaa. Zile zikawa zinanitia hamasa za mimi kucheza mpira, kwa sababu ilikuwa ni so kweli. Kwa hiyo ilikuwa nikizivaa naenda viwanjani, ikawa nacheza mpira. Nakumbuka ndo mpaka hii leo. Kwa kile kitu cha mwanzo kunitia hamasa kucheza mpira, nakumbuka ni kitu kile, zile ni timu nzuri, ni timu ambayo ina ushindani na ni timu ya mabingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo najisikia vizuri sana kujiunga na mabingwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye hataki kujiunga na KVZ kwa ligi yetu kwa ligi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye hapendi kujiunga na KVZ. Kwa hiyo mimi kama mchezaji najisikia vizuri na nafurahia kuwa pia. Katika maisha yangu hicho kitu hakijawahi kutokea, kufikiria kuacha mpira. Hakijawahi kutokea, ila nakumbuka kuna kipindi nilipata changamoto kiasi kwamba nikasema bora mimi mpira kuacha. Nakumbuka hata mama ananiambia kwamba usiache mpira, cheza mpira. Ni changamoto ambazo unapitia hizo, lakini zitaisha, utakaa sawa. Ni story ndefu, lakini nakumbuka nilikuwa napitia changamoto hiyo na nikafikia stage mpaka nikataka kuacha mpira. Ila nakumbuka wakaja mbele yangu akanisupport, ambaye ni kama faza yangu, ni mtu ambaye namheshimu na respect, ni Mohamed Salah Richard. Ni zaidi ya faza yangu ambaye alikuja mbele yangu akanisupport na kuniunga mkono jitihada zangu, nguvu zake pamoja na uweledi wake wa kazi na kuneka katika misingi iliyokuwa bora. Na mpaka hapa leo ninapoongea nipo naye na anaendelea kunifunza vitu vingi na anaendelea kunisupport na anaendelea kuniunga mkono kwa 100%. Baada ya kuja mabingwa hapa nimechagua jezi namba 4. Nice, mimi napenda kuvaa jezi namba 6. Ni jezi ambayo nikivaa mwenyewe najisi comfortable. Lakini baada ya kujiunga na mabingwa hapa nimekuta watu wana hiyo ile jezi namba 6, na hao watu waliokuja pia wamejiunga msimu huu. Na mimi pia nimejiunga msimu huu, kwa hiyo waliwahi ile namba, kwa hiyo sikuweza kutumia nguvu nyingi sana kuipata ile namba, lakini nashukuru nimepata jezi namba 4. Ni jezi nzuri, ni jezi ambayo mwezi wangu wa kuzaliwa, ni jezi ambayo pia naipenda pia. Mchezaji ambaye napenda kucheza naye kwa Tanzania hii ni Faisal Salum. Ni mchezaji ambaye ni mzuri, ni zaidi ya brother yangu, ni mtu ambaye yupo katika maisha yangu tayari na na feel kucheza naye na nacheza naye, japo kwa soka la ushindani ni mechi labda tuseme zile ambazo za kuja kufurahi kuenjoy nacheza naye, lakini mtu ambaye ndo na feel kucheza naye ni huyo. Yani nikicheza naye nakuwa na enjoy, najisikia furaha, najisikia amani kutokana na uwezo wake. Hivyo yani na enjoy sana kucheza naye Faisal Salum. Msimu huu nakumbuka baada ya kumaliza ile mechi Timkota Timverati, nakumbuka nilikuwa nipo zangu Kisonge na nipo nasubiri gari naelekea nyumbani, akanipigia mwenyewe boss Lieutenant Colonel Alishamuna, akanipigia akanikaongea naye, akaniambia kesho nataka kukutana na wewe na nakuhitaji kufanya kazi na wewe. Nikashukuru kwa hiyo nilitokea timu nyingi, lakini mimi chaguo langu kama mchezaji na walezi wangu wakaniambia bora nijiunge na KVZ. Na nashukuru Mungu kajalia riski imepita, nimejiunga na KVZ na najisikia furaha pia kujiunga.
mchezaji ambaye namkubali sana. Nakubali wote, lakini mchezaji ambaye namkubali sana Kenny. Mchezaji ambaye anacheza position yangu. Pia najifunza vitu vingi kutoka kwake. Na ni mtu ambaye tuna maelewano mazuri. Kifupi namkubali sana. Ndoto ambayo ninatamani kuitimiza katika maisha yangu, cha kwanza ni kupambania kipaji changu ili kuweza kutimiza malengo yangu kama mchezaji. Na pia natamani ndoto nyingine ni kuweza kupambana kwa nguvu na bidii na ari ili kuweza kusaidia familia yangu pamoja na watu walionizunguka ambao wapo karibu yangu. Na chingine ni kupambania klabu yoyote ambayo nitakayoenda, na kwa sasa hivi nipo tayari pia kupambania KVZ, na hizo ndoto zangu ambazo zipo katika akili yangu. Ni Feisal Salum, ambaye mtu ambaye namkopi na namfuatilia na napenda anachokifanya na nafurahia anachokifanya na nakopi kutoka kwake vitu vingi tu. Ushauri, jinsi anavyocheza, upambanaji wake, nguvu yake, maisha yake ambayo anaishi. Ni mtu ambaye na respect na mtu ambaye namfuatilia sana na mtu ambaye ni zaidi ya role model wangu. Ukiachana na maisha ya mpira kwa sasa sina kitu ambacho nafanya, lakini ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa mfanyabiashara. Maybe ninapoacha mpira au labda pengine naendelea kucheza, lakini hiyo ndio ndoto yangu kubwa, pengine niwe mfanyabiashara mkubwa au ni mzuri katika nchi yangu ya Tanzania. Kwanza najisikia vizuri kuwepo kwenye sehemu ya kikosi katika watu ambao walisafiri kuja Rwanda kushiriki mashindano ya Sekafa Kagame Cup, nikiwemo. Najisikia vizuri, najisikia furaha pia kama mchezaji, na nahisi hata watu wangu wa karibu, familia yangu na watu ambao wananisimamia pia wanajisikia vizuri, kwa sababu ni historia mpya ambayo nimejiwekea tayari na ni kitu ambacho ni kizuri katika maisha yangu ya mpira. Kwa hiyo najisikia vizuri sana. Nakumbuka nilikuwa nacheza mpira zamani wa kitoto ule. Nakumbuka alikuwa ni Mwema Makumbi. Cheza sana mpira kipindi hicho. Nakumbuka ndo na vijezi kidogo vya mechi vile ambavyo Fadha alikuwa ananiletea marehemu. Cheza sana mpira alikuwa kipindi, nakumbuka yani nakuja kutoroshwa mpaka nakumbuka chuoni. Watu wanakuja kunitorosha chuoni kwa sababu ya mpira. Kwa cheza na kwa hivyo mdogo nashukuru tukaondoka pale Mwema Makumbi na hisi tukahamia Daraja Bovu ambao napo naishi sasa hivi. Pia nikacheza mpira hivyo wa kitoto, nakumbuka nikacheza mpaka kuna kipindi nakumbuka nikaenda, kuna timu inaitwa ZFDC, nikaenda pale nikacheza. Kipindi hicho nakumbuka kulikuwa kuna watu wamenizidi na mimi bado nilikuwa niko mtoto, nikahisi hapa sitopata namba, kuna timu nikaenda inaitwa Paris, ndio timu yangu ya mwanzo kucheza ligi ya Juvenile. Nakumbuka kacheza sana pale Paris, ngeza Paris. Kwa bahati nzuri sasa kuna siku wale ZFDC kwa kaza na mechi Paris na ZFDC, nikasema leo acha nionyeshe nilicho nacho. Nakumbuka nilicheza vizuri kiasi kwamba mpaka wale mwalimu wa ZFDC akanambia wewe si ulikuwa pale, itabidi urudi tena. Kwa hiyo nikarudi na ZFDC. Nakumbuka nikacheza timu nyingi, nikacheza kidogo, kuna watu wakawa wananisupport hivyo. Si unajua tuna maisha ya kitoto, mtu anakusupport baadaye anakuacha nini. Kapitia mambo mengi, changamoto nyingi, maisha magumu nyumbani, na ukiangalia maisha mpira kama unavyojua na maisha yetu ya kimaskini, kacheza hivyo sometimes miguu chini, matomzi nini hivyo. Na nakumbuka baada ya Fadha yangu kufariki, nakumbuka ndo hapo changamoto kubwa ikaanza. Kwa Fadha yangu alipofariki, nakumbuka mama itabidi aondoke nyumbani aende kwa bibi. Mimi kawa naishi peke yangu. Kawa napitia changamoto kubwa sana kiasi kwamba alikuwa naenda kipindi hicho. Nakumbuka ndo kipindi nilicheza ndondo sana kuliko hata, yani nakumbuka ni kipindi ambacho nilikuwa nacheza ndondo zaidi ya mara 4 kwa siku. Nimbali nipate pesa. Cheza ndondo, nilikuwa najiumiza kichizi. Kwa kuna kipindi nakumbuka nikapata injury, nikakaa miezi 3 nje kwa sababu ya ndondo. Lakini nakumbuka baada ya ule unyonge kupita, watu kwa kunikataa nini, nakumbuka ndo nikakutana na Fadha yangu ambaye ni Rich Card, ambaye ni Fadha yangu, ni mlezi wangu mpaka leo hii. Namshukuru sana popote alipo kwa support yake mnaonyesha na nguvu yake. Nashukuru sana, akanisupport yani nakumbuka toka kipindi hicho. Baada ya kuwa na yeye, nakumbuka na Mungu pia ananifungulia mafanikio yangu mpaka hapa nilipofikia.
akawa nipo naye kwa moyo mmoja, kwa nguvu moja, akawa ananisapoti kwa kila hali, akanikataza kucheza mandondo nikawa sichezi, akaniambia niwe smart, akaniweka kila kitu, yani everything. Akaniweka katika misingi ambayo ilikuwa mizuri. Na mpaka hapa nilipofikia ndo mpaka familia yangu nahisi inanisupport kwa sababu yake. Nakumbuka hata mama haja kuniona nikicheza mpira. Yeye alikuwa anasikia tu mwanao anakuja pale anachukuliwa nitacheza mpira, anauliza kwani huyo mwanangu anajua mpira? Yeye au ndo vurugu tu. Nakumbuka nikacheza hivyo hivyo. Siku ile timu kocha na timu Verati juzi kwa mara ya kwanza mamangu ndo ananiona mimi nacheza mpira. Na ndo siku alikuja yeye na ndo siku Mungu alifungua baraka mimi nikasaini siku ya pili nikasaini KVZ. Yani imekuwa kama ni baraka kwangu. Yani siku anakuja kuniangalia uwanjani siku ya mwanzo na Mungu ndo anafungua njia. Nakumbuka alikuja uwanjani akaangalia mpira mwanzo mwisho akamaliza. Mama haje kuniomba jezi hata siku moja. Yani haje uwanjani, yani haje kuniangiza mpira wala haje kuniambia sijui jezi yako nipe, lakini nakumbuka ile siku baada ya kurudi mechi ile jezi ni mtu wa mwanzo kuniambia mwanangu jezi naiomba ni mamangu. Nikampa ile jezi na nashukuru Mungu akanifungulia njia. Siku ya pili yani narudi tu hapo nikasaini KVZ siku ya pili na risk nyingine zikafuatia kama hiyo kuja huku Rwanda kushiriki mashindano. Kwa hiyo ni watu ambao ni watu wangu karibu wananisupport na nashukuru kwa support yao, na Mungu pia anaona jitihada zangu na anazidi kunifungulia njia. Na hiyo ni historia yangu kwa ufupi, na namshukuru sana baba yangu japo kwa Mungu ampenda akatangulia mbele ya haki, lakini ni mtu ambaye alikuwa ananionyesha support kubwa sana kiasi kwamba siku nyingine mpaka alikuwa anaweza kunigomba, kwani wewe unaenda taka mpira na hupati kitu huko, unategemea nini? Tafuta timu yenye malengo. Yani mtu ambaye alikuwa anapenda ashuhudia ile mafanikio yangu. Yani naamini kama leo angekuwepo hapa angekuwa anajivunia sana, japo kwa sijafikia sehemu ambayo bado nahitaji kwenda, lakini kwa hapa nilipo yani angekuwa anajisikia furaha kwa sababu naye mwenyewe pale alikuwa anasikia kwa watu mwanao ile pesa nini, mwanao anaweza mpira pesa ile hivi, lakini alikuwa anatabasamu na kufurahi. Lakini ndio hivyo, Mungu kampenda akamchukua mbele ya haki, lakini huko aliko namwombea Mungu azidi kufanya wepesi inshallah, amjalie mwisho, amjalie hayo miongoni mwa watu wa peponi. Lakini ni mtu ambaye alikuwa anasupport sana, na watu ambao nilokutajia hapo nyuma yangu mpaka leo hii wanaendelea kunisupport, familia yangu na watu wengine faza yangu. Kwa hiyo ni hivyo.